majina naitwa Nicholas Anton Nicholas, nipo kidato cha 6, ni mwanafunzi ya art kombi ya HGL. Leo tumepata ugeni katika shule yetu juu ya kujifunza kuhusu saratani ya matiti. Sana haijabezi kwa mwanamke wala kwa mvulana, hii ni kwa jinsia zote mbili. Haichagui mtoto, haichagui mtu mzima, haichagui mwanamke, haichagui mwanamume, haichagui umri, yani inawahusu binadamu wote. Leo nilichojifunza kuhusu saratani ya matiti kwamba kwanza kikubwa nilichokipata kujua kwanza, ukisikia kuhusu saratani matiti haihusiani na mwanamke tu, ni hata mwanamume pia. Unajua, utajiuliza kwamba mwanamume anapataje saratani ya matiti? Mwanamume anaweza akapata saratani ya matiti lakini hana matiti kwenye kifua chake. Cha pili nilichojifunza ni kwamba ukishajihisi kuna dalili fulani ambazo tumesomeshwa kulingana na ugeni uliokuja, kuna dalili hizo ukijihisi kuwa uko nazo, basi uchukue precaution mapema ili kuepusha uende kusambaa na kula viungo vingine ambayo inaweza kuja kupelekea ukapoteza baadhi ya viungo. Hivyo ukihisi kuna dalili fulani ambazo tulizoelekezwa, wahi mapema ukapime kwamba ili kuepusha hizo athari zisitokee. Kitu chengine cha mwisho nilichojifunza ni kwamba saratani haiambukizi. Naitwa Mariam Said Abdallah, nasoma kidato cha 5 high school, nasoma combination ya HGL. Nimepata elimu kuhusiana na swala la saratani ya matiti. Kwenye saratani ya matiti funza kwamba kwa mwanamke anaweza kupata saratani ya matiti na akakatwa ziwa, na pia mwanaume anaweza kupata saratani ya matiti. Elimu hii kwanza nimefurahia kupata elimu hii, kwani nilikuwa sijui chochote kuhusiana na swala zima la saratani ya matiti. Mimi kama mimi binafsi, nyumbani kwetu na anti yangu ameathirika na huo ugonjwa wa saratani ya matiti. Hivyo basi nimefurahika kuwa nitaenda kumfundisha na nitaenda kumshauri kwamba afanye vipi na vipi na vipi ili aweze kunusurika na kupata afya salama. Kwanza nafurahi kuja ujio wenu hapa skuli kwetu Nyuki TPDF High School, kwani hatukuwahi, kama mimi sikuwahi kupata elimu juu ya swala zima la saratani ya matiti, na nilikuwa sijui chochote kuhusiana na swala hili la saratani la matiti. Hivyo ningependa kuwashukuru na kuwaomba kwamba ikitokea chance nyingine kama hii kuja tena skuli kwetu, basi tunakaribisha kwa mikono miwili, mnakaribishwa Nyuki TPDF High School. Fadhil Hassan ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Nyuki. Elimu leo tumepata ni kuhusiana na maradhi ya saratani, namna gani unaweza kuzijua dalili kwa wakati, madhara gani unaweza kuyapata ikiwa umechelewa kufanya hivyo. Kwa hiyo elimu tunapata kwa leo ni kubwa na ina manufaa sana kwenye jamii yetu, kwa sababu maradhi ya saratani ni maradhi hatari sana. Binafsi nimeyashuhudia yakinipotezea jamaa zangu, ndugu zangu. Kwa hiyo tuwashukuru sana taasisi yenu kwa kukumbuka sisi kuletea elimu hiyo kwa wanafunzi. Nafikiri itatusaidia sana wengi. Watoto wadogo wamepata taaluma ya ugonjwa huu, naamini itawasaidia kufanya upembuzi mapema, kujijua kwamba ugonjwa huu unahitaji uchunguzi. Na tumeona leo kwamba sisi tunaamini saratani inaua, kumbe saratani inaweza kutibika. Kwamba ukifanya taratibu mapema ukajua dalili zake, basi ukafanya matibabu mapema, alhamdulillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapona. Watu wengi wakipata maradhi, kwa sababu maradhi ambayo kwa experience yanawadhoofisha sana watu imani yao kwamba sio maradhi ya kawaida, ni sababu za kimazingira. Kwa hiyo wanahisi kwamba wao wamelogwa na nini. Kwa hiyo hata kwenda kule wanakuwa wanakimbilia kwa waganga, tiba za asili, mpaka aje kurupuke anaambiwa bwana, hii ni kansa, ameshafikia stage ya 4, hata akienda hospitali anachelewa. Kwa hiyo wanaogopa kwa sababu imani wameshajijenga kwamba ugonjwa huu umesababishwa na mazingira ya Kiswahili. Lakini kingine ni ile namna tu ya vipimo. Mtu anahisi niende nikapimwe, na pimwaje sasa mimi saratani, labda nashika hapa nafanya hivi. Anaona haya ni kitu ambacho kwenye maradhi hakuna haja ya haya. Ni wewe kuwa muwazi kusema kinachokusibu, basi fuata taratibu za watu. Alhamdulillah, tutapoa inshallah. Kitu ambacho kinaweza kutokea wakati wowote. Uwe unajitizama kila siku, lakini siku moja tu ukikosea kujitizama, ikitokea utaanza kujuta. Sawa Nilipokuja kujitizama nikakuta juu kwenye ziwa langu kuna bunge. Sawa
Nilishtuka kwanza, lakini nilijipa moyo, nikasema ngoja nipige simu. Nikampigia simu daktari, nikamwambia mbona najihisi ziwa langu linabuje? Akanambia njoo upesi. Sikuzubaa, nilibadilisha nguo, nikavaa nguo juu, nikatoka nikaenda hospitali. Kufika hospitali, katika hawa champion mmoja ndiye alyenifanyia ultrasound. Nikafanya ultrasound. Nilipofanya ultrasound nikakuta ziwa langu buje lake lina vitu ambalo halishikani. Sawa eh? Tunaita cyst kitaalamu. Cyst inakuwa imeshika hivi, lakini ile inakuwa iko staka, imegawanya. Sawa eh? Sikuishia pale, akanambia unatakiwa ukafanye kipimo cha awali. 2020 na ngapi? Leo 20 na ngapi? Miaka mingapi nyuma? Miaka 4. Na huu ni mwaka wa 5. Nilihudumiwa, nikafanya vipimo vyote hospitali ya Mnazi Mmoja. Mimi nimetibiwa Mnazi Mmoja. Kipimo kimoja tu ndo nilitibiwa India, kwa sababu kulikuwa Disemba, watu wamekwenda Christmas. Bara sikukipata radiation, sikuipata bara. Nilikaa wiki 3, ikabidi nirudi, kwa sababu nilikuwa nimeshafanya vipimo vyote na nishafanya treatment zote zinazotajika kufanya. Nilifanya cycle 8 za chemotherapy. Unakuta tu ghafla, yani katika breast yako mishipa inavimba kiasi kwamba damu inakuwa inapita kwa wingi, na unaweza ukaiona ile mishipa kirahisi zaidi. Sawa? Sasa hii kuvimba kwa mishipa inatokana kwamba zile tissues ambazo ziko karibu na ule uvimbe unavuta